Mshenzi mkubwa wewe. Tena nilikuwa nakutafuta kwa hamu sana wewe. Yaani nilikuwa nakutafuta kabisa. Hivi wewe kunifanyia mimi hivi? Mimi na wewe lini tumepanga mambo kuoana? Tumepanga lini mambo ya kuoana? Sina kuuliza wewe. Leo wewe umetoka hapo umenyanyua miguu yako, umeenda nyumbani kwetu, umeongea hivi unataka kunioa. Una akili kweli? Mimi naanza kuwa na wewe. Asia, itakillah haithu ma kunta. Muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Tambua kwamba huu muda huu upo katika mchana wa Ramadhani. Na imani hapo ulipo unafunga. Sasa unawezaje kuitukana na kuiharibu saumu yako? Kama saumu yangu umeshaiharibu wewe. Nilikwambia nini? Toka unaanza siku ya kwanza kunitongoza nilikwambia nini? Sisi sikutaki. Nini yani umepata nini? Faida gani unaipata? Nimekwambia sitaki kuolewa na wewe. Sitaki kuwa na wewe. Leo unaning'ang'aniza unataka nini? Lakini naomba unisikize kitu kimoja. Nilichokifanya mimi nimefuata sheria. Sawa? Huenda sikustahili kufanya hivyo, lakini hisia zangu zimenipelekea kwako na mimi sihitaji kukuchezea. Wewe ni mwanamke ambaye nakuthamini na kujali na kukupenda pia. Wewe umenipenda lakini mimi sijakupenda. Tena utambue hilo. Sijakupenda hata kidogo. Sijui unanielewa? Sikutaki. Niache na maisha yangu usinifuatilie. Asia, please, naomba unielewe tu. Mshenzi wewe. Asia. Jamani. Mke wangu. Mume wangu. Basi mume wangu leo kwani umefikia nje? Unasikia mke wangu? Kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani hilo? Ndio maana unanikuta nimefika nimeishia nje hapa nashindwa hata kuingia ndani. Kwanza nahitaji labda uniambie, na imani kabisa una taarifa za kutosha na utanielekeza bila kunificha. Mimi kuna taarifa ninazipata huko. Tena taarifa sio nzuri, taarifa mbaya kabisa ambazo sijazitarajia kabisa. Na nadhani wewe utakuwa na maelezo ya kutosha na nahitaji usinifiche. Hebu niambie habari gani mbaya ulizosikia? Maana unaniweka roho juu, nakuwa na pressure. Kuna kitu gani? Kuna msiba? Bora zinakuwa za msiba. Za msiba si msiba unaisha. Lakini hizi taarifa nilizozipata, moyo wangu nilivyozisikia, yani unaniuma sana. Lakini wewe nina imani utanieleza ukweli. Na naomba usinifiche. Kuna mtu inaonekana huko uko naye. Tena taarifa zako ni mbaya mtaani kote. Kila mmoja akikuona yani amekutoa maana kabisa. Sasa leo nahitaji uniambie ukweli. Je, hizo habari wanazozungumza huko, mambo machafu unayoyafanya, yana ukweli gani? Mimi naomba unielekeze. Mume wangu. Ushanichoka naona sasa. Kwa hiyo wewe unasikiza maneno yako kwa mimi mkeo. Alafu kuna kuelekea unaenda kunitusi. Kila mwanaume anakuwa kwangu. Wewe wa nani? Wewe si ndio kwangu au wengine mimi mbona sina sijawahi hata kufikiria. Mke wangu, narudia tena. Najua unaweza kawa unaongea katika namna kuufariji moyo wangu. Dhamira yangu sio hiyo. Ninachokihitaji kwako ni wewe kuniambia ukweli. Kwa nini asisingiziwe mtu mwingine? Kwa nini wasiongee habari za mtu mwingine? Wanaongea habari zako wewe. Na kwa nini wasiniambie fulani wananitajia wewe? Kwa nini wakutaje mke wangu? Mimi naomba unielekeze ukweli. Usinifiche. Niambie jambo hili liko 1, 2, 3 ili nijue. Moyo wangu upate kufarijika. Mimi na wewe tu mume wangu, sina mwingine. Mbona mimi nakupenda wewe mume wangu? Kwa nini mimi uniamini? Mimi nakuamini sana. Ndio maana nimekuuliza ili unielekeze. Ningelikuwa sikuamini nadhani maamuzi ningekuwa nishachukua. Hapa nilitaka unithibitishie tu. Kama unakataa sawa. Wewe si unakataa? Iko kitu mume wangu mimi sijawahi kufanya. Na siwezi kufanya kwa sababu nakupenda mume wangu na nakuheshimu. Hizo chuki zao tu majirani. Wanapoona mimi na yeye tunaelewana, tunapendana, wende tunaamua kutugombanisha kwa njia hiyo. Naomba niambie kitu kimoja. Aliyokuambia hizo taarifa ni nani? Kimsingi siwezi kukuambia. Kwanza sio utaratibu. Anayekuletea jambo jema uweze kumweka bayana. Ila tu maadamu umeniambia habari hizi hazina ukweli, niachie mimi. Mimi nitajua nini nakifanya. Mimi naomba tuishie hapo. Maadamu umekataa kusema ukweli,
na hatima ya hili ipo mikononi mwangu. Mimi nitajua nini cha kufanya. Shida, matatizo tumeumbiwa sisi binadamu. Kiufupi, mimi na binti ambaye nimetokea kumpenda sana na sihitaji kumchezea, na katika upambanaji wangu kafikia stage nikafika mpaka kwa wazazi wake. Nilimtuma mtu afike mpaka kwa wazazi wake, ni kweli akafika, lakini kilichokuja kutokea shehe wangu, nilitukanwa mimi. Yule binti alinifuata, alinitukana mchana kweupe. Shehe, nimezalilishwa, nimevuliwa nguo na kanzu yangu hii unaoiona. Lakini pamoja na yote hayo ambayo yalotokea, bado sijakata tamaa, kwa sababu nina nia ya dhati, nampenda. Na kama unavyojua moyo wa mtu kichaka. Unajua umezungumza, lakini bado sijamjua ni binti gani ambayo unazungumza. Ni kweli binti mwenyewe sio mwingine, ni binti yake mzee Konera, anaitwa Asia. Na imani utakuwa unamfahamu. Binti yeye kumbe ni Asia? Yeah. Mimi nimekusikia vizuri sana ndugu yangu, lakini kwa yule binti mimi nitakuwa sina cha kukusaidia, kwa sababu yule mwanamke si wa hazi zako. Yule mwanamke wewe umwezi. Yule mwanamke amuendani. Sijui kama umenielewa hapo. Hadi sijakuelewa. Yule mwanamke usione yale maijabu yamemstiri, usione vile akiwa kwao ni mtu ambaye mwenye heshima. Yule mwanamke ni mcharuko. Unajua mcharuko? Anatoka kwao, anakuja hapa nyumbani, anakuja kubadilishia nguo zake hapa, anaondoka huko kwa wanaume zake. Kama kuna mwanamke mwingine unahitaji uoe, mimi nitakuwa sina pingamizi, lakini kwa yule mwanamke hakufai ndugu yangu. Bwana Supa, unachokiongea unamaanisha au ni namna tu ya kunifanya mimi nikose kile ninachokipenda? Kwa sababu nikimwangalia Asia, yule binti analelewa katika maadili yaliyomema, na alafu hizo topic ambazo unazoniambia wewe, naona ni kama ni sana kuchanganya chai na maharage. Huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Si vyema mimi nikaongea unafiki. Ni bidaa. Hivyo basi, kitu ninachokuambia ni kitu ambacho siku yoyote utakuja kubiana na wale mwanamke, utakuja kuniamini kwamba mimi nimekizungumza tu kitu cha kweli. Da. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini Supa, mimi nampenda yule binti. Sasa unanisaidiaje katika hili rafiki yangu? Mimi niko hapo kwa kusema ukweli, sina cha kukusaidia. Wahenga wanasema kurukaruka kwa marage ni kuiva kwake, lakini wewe useme uchunguze vizuri huo. Ule ndio mtiba wake, sio kuiva kwake. Yeye anaporukaruka ndio jinsi alivyozoea kwenye sufuria. Mimi nafikiri kwamba ni muda kwenda msikitini, tayari ushakaribia. Wacha tukajiandae kwanza tukapate. Si unajua kufunga na kuswali? Sadaka. Basi sawa, basi wacha tuongozane ili tuende kwa msikitini. Maana mimi nikabadilisha kidogo. Natazama maisha yangu ni kivuli tu kila afadhali. Haya, nipasi mwanaume wako kwa na haya. Kitu gani kitakufanya utoke miguu yako hiyo ukampata mume wangu? Nini kinachokukera? Hivi jiangalie hii kanzu ulovaa hii. Kanzu hii umevaa hivi mwanaume au mwanamke mwenzangu? Astaghfirullah. Ya astaghfirullah. Astaghfirullah unajua wewe? Hivi ungekuwa unajua astaghfirullah ingekuwa mali, ungeenda kwa barabarani zako wanunue. Lakini sio kama wewe. Hivi mwanaume gani wewe? Shemeji, mbona unaongea maneno makali sana juu yangu? Shemeji, kumbuka watu wanasikia namna hiyo, unanivunjishia heshima.
Kwa nini shemeji unaniambia maneno kama hayo shemeji? Kosa langu nini? Kufikisha ukweli. Alafu unavyosema mbea, mimi sio mbea. Mimi naitwa Malengo. Mimi ndo Malengo. Na malengo yangu huwa sipendi kuyatumia vibaya. Yaani ndio kwa taarifa. Siwezi kukuona unafanya mambo ya ajabu, mimi nikafumbia macho. Mimi nimeenda kumwambia kweli mumeo. Sasa nisikilize. Wewe unajifanya mwanaume? Ninachokuonya mimi ni kitu kimoja tu. Ukiendelea tena kuongea maneno yako ya umbea, utoe miguu yako hapo, ukaambia mume wangu maneno ya uongo. Nitakacho kufanya, Malengo, hii dunia hii itanishangaa. Shemeji, huwezi kunitisha bwana. Huwezi kunitisha bwana. Kama kufanya ushafanya, hujafanya? Hujafanya shemeji? Nakutisha mimi. Sasa kama nakutisha utaona. Hii sura leo kuja hii leo itakuja mara 3 zake. Sawa. Uone kwa mimi ndo Malengo. Kushuka kaa socks ya mlevi. Sawa, na mimi ndo Malengo. Yaani siwezi kuacha. Mimi ndo Malengo na Malengo kila kitu. Wewe huwezi kufanya mambo ya ajabu mimi nikakuangalia wewe. Alafu sio sehemu kuja kunifikia taarifa sehemu kama hizi. Utakunidhalilisha tu, kesho Jumaa naendaje. Asia. Yaani hapa mimi na wasiwasi kuhusu kaka. Kaka kija kukuta hapa. Ndio itakuwa tatizo. Na kaka kaenda dukani tu mara moja. Mungu wangu. Sasa sikiza, ili mmoja asitukute. Kuna kitu ambacho mimi nilikuwa kimenileta. Unajua Feti, nimekaa hizi siku 2-3 hapa, siku zangu sijaziona. Umeona? Asa nahisi kabisa na mimba Feti. Yaani naona kabisa mimba hii hapa. Wewe. Basi haya tu niliokuwa nayo. Unajua kakaangu kaniambia nini? Ina maana hata hujajikinga wakati unafanya huo upuzi wako. Feti, usiseme hivyo. Unajua mimi nipo katika wakati gani sasa hivi? Alafu wewe ndo rafiki yangu ambaye nakutegemea. Sawa, lakini sio hapa sio kwa kuzungumza. Naweza tukaongea hivi kumbe kaka yuko hapo nje anasikiliza. Feti, naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia. Nakutegemea. Sawa, sio utakusaidia tutoke kwanza. Nenda nyumbani tutaongea, umesikia? Baadaye. Haya, basi nenda. Mimi. Asia, nimekuja tu haraka umeniambia kwamba kuna taarifa nataka kunipa, sio una tatizo na maana nimekuja hapa. Kuongea haraka babako asije kanikuta. Sihitaji matatizo. Sawa, hamna tatizo kubwa sana. Ila ni jambo tu ambalo la kuelewana. Na kiufupi ni kwamba jambo lenyewe mimi ni mjamzito. Nina mimba yako Mali. Nini? Asia, unachokiongea unakimaanisha au unaongea kujifurahisha? Yaani naongea na maanisha kabisa. Kwamba nina mimba yako. Asia, nikwambie kitu kimoja. Sawa, kama umeweza kubeba mimba, hiyo mimba ni yako. Mimi tumbo langu lipo salama, halina ujauzito wowote. Hiyo mimba mama ni ya kwako. Ina maana unataka kumaanisha nini labda? Mimba sio ya kwangu. Yaani hii mimba sio ya kwako leo, si ndio? Siku zote hizo ambazo tulikuwa tunaenda na mwezi wa Ramadhani huu, leo hii unakuja kuniambia hii mimba unaikataa, si ndio? Sikiliza Asia. Sawa, sijakuoa mama, sijakutolea mahali wala sijakutolea barua. Unaniambiaje kwamba una ujauzito wangu? Sikiza nikwambie. Hiyo ngoma ni ya kwako, tafuta wachezaji. Katika hiyo ngoma mimi usinihusishe. Omari, wewe kufikia kuniambia maneno haya, si ndio? Kuna unataka mimi niongee na nini? Sasa mimi nitafanya nini? Asia, hebu nielewe basi. Nimeshakwambia huo ujauzito mimi sio wa kwangu. Tafuta baba wa ujauzito wake. Kama kwangu mimi ulikuwa unadanganya wewe kutoka kwenu unakuja kwangu. Vipi ndio naamini kwamba ujauzito ni wa kwangu? Nisikilize. Sipo tayari kulea hiyo mimba. Kama upo tayari nikupe pesa nenda katoe ujauzito. Unless otherwise tafuta baba wa mtoto. Lakini Omari, wewe ndio baba wa huyo mtoto. Yoje leo niambie maneno kama haya.
Kaka. Unasemaje? Nisipata sehemu fanyaje? Kuhusu Asia. Wewe unataka nikusaidie nini juu ya hilo? Asia sasa hivi nimemsaidia. Na najifikiria baba yake atanichukuliaje mimi? Sio mimi ndo rafiki yake, tulikuwa nikae naye chini nasema ndio. Lakini nilishindwa na sasa kutaka kumsikiliza kwa chochote. Sasa naomba unisaidie. Ili hata baba yake akija hapa uongee naye mimi. Babake nizungumza naye kwa utulivu. Kwani wewe ndio ulompa ujauzito? Hata kama kaka lazima niwe na wasiwasi kwa sababu mtaa mzima watu wanajua. Je, si akija kumuuliza kama hivi tuko tunafanya na Mungu na kwa naacha Asi atanitaja mimi. Akinitaja mimi nitakuwa wapi jamani? Kaka napaswa tu unisaidie na mimi ndo ndugu yako. Na hili janga wewe umejitumia mwenyewe na utalila mwenyewe. Usitegemee kabisa janga hili utalila na mimi. Hilo sahau. Sawa kaka, kama utaki kunisaidia. Asia mwanangu. Abe baba. Hiki kikao hapa unachokiona hiki ni cha kwako. Na wewe ndio utufanye sisi tukusanyike hapa. Sasa nachohitaji uniambie ukweli. Sitaki unidanganye, sitaki upepese maneno, nahitaji uniambie ukweli kuhusiana na hiyo mimba uliyokuwa nayo. Mimba ya nani? Baba, mimi sina ujauzito. Kweli mama, mimi sina ujauzito. Huna mimba wewe? Ndio mama, mimi sina. Ulichokitapika pale nini? Kwa unatufanya sisi ni watoto wadogo. Hatujui kwamba mtu akiwa na mimba hatumjui, si ndio? Hapana mama. Hapana mama. Kumbe ulichokitapika ni nini? Nakuuliza Asia. Mama tu kuna kitu nilikula bahati mbaya kilikuwa kibaya, sio kimechacha. Kwa nini kama uliona kwamba kimechacha? Kwa nini ulikula? Kwani wewe pua zako hazinusi? Inanusa mama. Sasa Asia, sisi ni wazazi wako. Ina maana jambo lako usipotuambia sisi, nani utamwambia? Utamwambia nani wewe? Hakuna. Sasa naomba uniambie au utuambie. Una mimba hauna mimba? Mama. Baba. Sasa uongee. Ni kweli mimi na mimba. Unasemaje wewe? Ulichokificha kitu gani? Ulikuwa unaficha nini wewe mtoto? Unataka nikwambiaje? Unataka nikufanyaje mshenzi wewe? Umeamua kutudhalilisha sisi wazazi wako, si ndio? Hapana mama. Kila kitu ambacho tulikuwa tunakwambia, ulikuwa hutaki kuelewa. Amekuja hapa mchumba anataka kuoe, ulikuwa unamkataa kwa sababu kwamba unataka ili ufanye uhuni wako, si ndio? Hapana. Asia. Yaani unadiriki kusema kabisa? Huoni aibu? Haya, hiyo mimba ni ya nani? Mimba ya Omari. Ya Omari? Ndio mama. Asia. Mimba ya Omari. Haya, ulichokikataa ni kipi? Kumbe ulikataa kuolewa kwa sababu ili akakupe mimba Omari, si ndio? Hapana mama. Unataka tukwambiaje wewe? Sikiliza nikwambie Asia. Yaani hili kwanza umetutia aibu wazazi wako. Umetutia aibu. Na yaani hatutoweza kukusamehe kabisa. Sasa kwa vile umekuwa, naomba kaanzishe maisha yako mengine. Asia. Kwa unaamua kutufedhesha kwa mara nyingine, si ndivyo? Hivi. Hiki ambacho ulichokivuna na ulichokipanda mwenyewe kwa mkono wako. Unatafakari? Sasa nakwambia kitu kimoja. Nakupa siku hizi 2 tu hapa kwangu. Sihitaji nikuone. Vinginevyo utaniona mimi mbaya sana. Utanichukia Asia.